Karibu katika Rhapsody ya vijana maarufu kama Tivo inayoandaliwa na mchungaji Chris. Ninaitwa Faith Castle na ujumbe wetu leo tarehe 11 mwezi Agosti unasema: ipo hapa sasa. Pokea kuinuliwa kunakotoka kwa Mungu. Kwenye Biblia katika kitabu cha Daniel sura ya 2 mstari wa 48 unasema: basi mfalme akamtukuza Daniel, akampa zawadi kubwa nyingi sana, akamfanya kuwa mkubwa juu ya uliwali wote wa Babeli, na kuwa liwali mkuu juu ya wote wenye hekima wa Babeli. Katika ufafanuzi tunaona kwamba mnamo mwaka 2009 mwanamke mmoja Mscotland asiyejulikana alipanda kwenye jukwaa la shindano la vipaji na kushangaza hadhira kwa sauti ya ajabu sana. Ndani ya dakika chache, mtu ambaye wengi walimpuuza akawa gumzo duniani kote kwa usiku mmoja. Nyakati kama hizi zinatukumbusha jinsi gani mtu anavyoweza kutoka katika kutosikika hadi kuwa kileleni pale fursa sahihi inapotokea. Kuinuliwa hakutoki mashariki wala magharibi, bali kutoka kwa Mungu pekee. Yeye ndiye pekee anayeweza kuinua kwa njia ya miujiza inayoweza kuwashangaza wanaokubeza. Kuinuliwa kunakotoka kwa Mungu ni aina ya kuinuliwa inayosukuma pembeni mantiki ya kibinadamu na kuwaacha watu wakijiuliza imetokeaje. Biblia inatuambia jinsi Yusufu alivyouzwa Misri kama mtumwa na ndugu zake. Kuongezea peo la shida, alipokuwa akitumikia katika nyumba ya Potifa, alisingiziwa uongo na kufungwa jela. Mambo yalionekana kuwa meusi mpaka Farao alipoota ndoto ambayo hakuna mtu aliyeweza kuifasiri isipokuwa Yusufu. Baada ya Yusufu kufasiri ndoto hiyo na kutoa ushauri wake wa jinsi ya kukabiliana na njaa iliyokuwa inakuja, mfalme alisema. Farao akamwambia Yusufu, kwa kuwa Mungu amekufahamisha hayo yote, hapana mwenye akili na hekima kama wewe. Basi wewe utakuwa juu ya nyumba yangu, na kwa neno lako watu wangu watatawaliwa. Katika kiti cha enzi tu nitakuwa mkuu kuliko wewe. Hii inaonekana katika kitabu cha Mwanzo sura ya 41 mstari wa 39 hadi 40. Utukufu kwa Mungu. Yusufu alitoka jela na kuwa waziri mkuu wa taifa kubwa lenye nguvu kwa siku moja tu. Huko ndiko kuinuliwa kwa miujiza, kuinuliwa kunakotoka kwa Mungu. Mistari michache kabla ya aya yetu ya ufunguzi, mfalme alikuwa amewakasirikia wenye hekima wake wote na kutishia kuwaua wote. Hata hivyo, muda mfupi baadaye Daniel aliinuliwa. Alipokea maarifa na tafsiri ya ndoto ya mfalme na kuokoa maisha yake na ya wengine wengi. Mungu alitumia hali iliyopaswa kupelekea maangamizi yake kama njia ya kuinuliwa kwake. Jiandae kupokea kuinuliwa kusikoweza kuelezeka shuleni, katika nafasi za uongozi na katika majukumu ambayo watu wanaweza kufikiri wewe ni mdogo mno. Huu ni msimu wako wa kuinuliwa hadi viwango vya juu na nafasi za kazi ambazo zinaweza kuwa hazionekani kama ni zako bado. Changamoto zitakuja ambazo ni wewe tu unayeweza kuzitatua. Unachotakiwa kufanya ni kuwa mwaminifu na mwenye bidii kama alivyokuwa Yusufu na Daniel. Na kwa wakati sahihi kuinuliwa kwako kutakuja. Msifu Mungu. Tukiingia ndani zaidi katika neno, kitabu cha Zaburi sura ya 75 mstari wa 6 hadi wa 7 unasema: maana si kwa mashariki wala magharibi wala nyikani itokako heshima, bali Mungu ndiye ahukumu, humdhili huyu na kumwinua huyu. Tuombe. Baba mpendwa, nashukuru kwa hekima yako inayofanya kazi ndani yangu. Hekima hiyo ndiyo nguvu ya kuinuliwa katika maisha yangu mwaka huu. Na kwa hiyo ninainuka hadi viwango vya juu zaidi kazini, shuleni na katika huduma kwa njia ya Roho. Katika jina la Yesu. Amina. Ninakusihi uchukue hatua. Tarajia kuinuliwa leo. Tangaza,
Huu ni wakati wangu uliowekwa wa kibali na kuinuliwa. Kisha tazamia milango, fursa au kutambuliwa. Amina. Asante kwa kunisikiliza. Mungu akubariki na uwe na siku njema.